Hivi leo Adamu na mkewe wangelikuwepo hapa tukawauliza hivi ilikuwaje? Hamkujua madhara ama mlidhani Mungu hakusema ukweli? Kifo kikapata nafasi na kimetuumiza. Kinachukua baba zetu, mama zetu, wengine hata mimbani. Mwimbaji mmoja aliwahi kusema kifo hakina huruma. Alikuwa ni mwimbaji tu, baba mmoja tu anaitwa Lemi. Akasema kifo hakina huruma. Kinachukua ndugu zetu wakati ambao tulidhani kwa nao. Kinachukua rafiki zetu. Kwa naangalia rafiki zangu hawa walivyoumizwa. Wazazi mlivyoumizwa, kanisa limeumizwa. Hata nikamuuliza mchungaji kwamba alikuwa amepata mwenzi wa maisha. Alikuwa hata hajaacha uzao. Lakini basi ndugu zangu, duniani kote Mungu akasema hili tatizo nitalimaliza. Sasa alivyolimaliza ni njia ya chini kweli ukiitazama. Hata unaweza usifikirie kwamba ilikuwa ndiyo njia ambayo Mungu alikuwa analimaliza hili tatizo. Wanadamu tu kama sisi, akafanyika tu mwili, kazaliwa tu kama tunavyozaliwa, ila yeye hakutokana na mbegu ya kiume. Akaitwa tu Yesu, hivyo tu, hivyo kama yule alivyoitwa Adamu. Alafu kwa yeye Mungu akatangaza hiki kilichoanzishwa na Adamu wa kwanza kitafunga historia yake. Halafu kingine kinachotokana na Adamu wa pili kitafungua ukurasa wake. Ndio maana nasema wale wote wanaokufa wakimwamini, hata ingawa wanahifadhiwa kaburini, wanazikwa tunasahau, wakati mwingine tunakumbuka. Iko siku sawa na ilivyotokea siku ya kifo kuingia, atakuja tena, na naomba niwaambie hiki kifo kitakatishwa nguvu yake, kitadhoofisha nguvu zake, na kizazi kitakachofuata ambao ni wewe na mimi, kifo hakitatajwa tena. Utakuwa ni msamiati ambao hautatajwa tena, hata kama kianzishwa kamusi inayotafuta misamiati ya wakati ujao, haitatajwa tena kuanzia kwenye herufi A na vipengele vyake vyote mpaka kwenye Z. Ndio maana muniruhusu nisome neno hili. Nasema ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haviwezi kuliti ufalme wa Mungu, wala uharibifu kuliti kutoharibika. Angalieni nawaambia ninyi mlioko hapa siri. Hii ni siri Mungu ametunza. Ni sawa sana mtu anavyotunza namba yake ya benki, ya kumuingiza kuchukua pesa benki. Nawaambieni siri ndugu zangu. Na siri ni hii: hatutalala sote, yani hatutakufa sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na kuharibika, nasi tutabadilika. Maana shariti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Mwacha tusumbue, lakini na wakati. Mwacha chukue watoto wetu, ndugu zetu, wapendwa wetu. Tuna mahali hata vuka. Hebu jioni ya leo, tunapohifadhi mwili huu wa ndugu yetu, tunaamini amekufa akiamini. Tunaamini amekufa akiamini.
siku moja ndugu zangu tutakutana naye tena. Na hata tutajaribiwa kumuuliza, hebu tuambie historia yako tangu siku ile ulipoona unagongwa na kupoteza fahamu na kukoma kuelewa chochote. Baadaye kilifuata nini? Atakwambia tu hivi, nakumbuka tu nilivyogongwa na hivi nilivyosimama, imepita tu dakika moja. Hata kumbuka chochote baada ya pale. Yeye anachokumbuka ni vile tu alivyogongwa na namna alivyopoteza fahamu mpaka wakati huo atakapoinuliwa. Mungu atusaidie kumwamini. Tumpe tunachoweza kumpa, na ni maisha tu. Halafu yeye achukue alichokuwa tumemzuilia milele zote. Bwana tubariki kwa jina la Yesu. Amen. Mchungaji naomba. Basi kwa heshima